eti navuta feki kutuliza rosto, la bado nakula wewe, sitajiachi kwenye kulipuza joto, unipulize wewe. Katika movie ambazo zinapendwa hasa zinazofuatiliwa 10 bora, naweza nikasema Albastini imeweza kwa watu wengi sana wanatamani kumfahamu mtu anaitwa GV. Vipi kwa upande wako? Unaweza kubashiri GV ni nani? Kila mteja alikuwa akija anaulizia Albastini, kwa nikaona si vyema na mimi nianze kuifuatilia Albastini. Bana, mambo vipi? Nadhani mimi sipaswi kujitambulisha sana. Mnanifahamu, naitwa Kisai na wengi wenu mmezoea kuniona kwenye vazi la uigizaji. Sasa leo nimekuja tofauti. Leo sipo katika vazi la uigizaji. Leo nimekuja kama vazi la reporter. Niko kitaani kwako na hapa leo nilipo ni Money Maker Gang au MMG Movie Store. Hapa ni sehemu ambayo wanasambaza na kuuza movie na kazi zetu mbalimbali za sanaa kama music, movie, nini. So nikaona si vibaya kuwatembelea wanangu wanaojaribu kutusupport kwa namna moja ama nyingine na kutizama kazi zetu ili niweze kupiga nao story 2-3. Sasa unajua napiga nao story kuhusu nini? Leo nimekuja hapa kupiga story kuhusiana na series yetu pendwa ya Albastini ambayo kwa sasa hivi iko episode ya 58. Najaribu kukusanya maoni kutoka kwa wadau mbalimbali wa sanaa ili tujue imewafikiaje Albastini na ni changamoto gani wamepata endapo pale Albastini imechelewa kutoka ama movie nyingine yoyote ile. So nifuate ndani na mdau ambaye ana supply hizi movie, ngoja nizungumze naye. Let's go. Anakuaje? Bana, samahani. Mimi ni Kisai na mwigizaji wa series ya Albastini na leo nikaona si vibaya kuzunguka na kutembea mtaani kuzungumza na wadau mbalimbali ambao wanafanya kazi ya kusambaza hizi movie na wanaotizama pia movie zetu. So nikaona leo nifanye surprise kama ifuatavyo, nizungumze na wewe. Unaweza ukasogea huko tukapiga story 2-3? Basi sogea mwanangu na kiti chako. Hapa takaa hapa. Cameraman, leo tuko MMG Movie Store na niko na mwanangu hapa, atajitambulisha kwa majina yake na then tutapiga naye story, atatuambia anayofahamu kuhusiana na movie Albastini, changamoto zinazotokea endapo movie Albastini ama movie yoyote ile imechelewa kutoka, wadau wanaiulizia kwa kiasi gani na wadau wameipokea movie kwa kiasi gani. Bana, mambo vipi? Safi kama kaa. Wanakuita nani mwanangu? Bwana, kwa majina anaitwa Tide. Tide kama Tide. Jina lako limekaa kisanii sana mwanangu. Unaimba? Ndio, naimba kaka. Unaimba? Basi sio mbaya. Utawaonyesha uwezo wako baada ya hii interview, alafu tutaona kama tutaweza kusupporti kwa namna moja ama nyingine ili wadau mbalimbali waweze kukutana na Tide ili waweze kumfikisha mahali ambapo na yeye anapahitaji kufika. Bana Tide, leo niko hapa kwa ajili ya kuzungumzia series ya Albastini ambayo series hiyo anaiandika KP wa Aquino na inaruka kwenye channel ya YouTube ya KP wa Aquino. Nadhani unaifahamu Albastini? Naifahamu vizuri. Wewe ni mfuatiliaji wa Albastini? Ndio, nafuatilia. Umeanza kuifuatilia Albastini kuanzia episode ya ngapi labda? Kwa kumbukumbu zangu Albastini nimeanza kufuatilia kuanzia 20 na kitu, kwa sababu kila mteja ambaye alikuwa akija hapa kwangu anaulizia Albastini. Samahani kidogo, ungepunguza sauti kidogo ili niweze kukupata vizuri, kwa sababu umeniambia kitu ambacho ni nyeti sana guys. Ameniambia yeye ameanza kufuatilia kuanzia episodi ya 20 na kwa sababu wateja wake walikuwa wanamuulizia kuhusiana na Albastini. Okay, hem tuweke sawa. Umeanza kufuatilia kuanzia episodi ya ngapi Albastini? Albastini nimeanza kufuatilia kwenye episodi ya 20 na kitu hapo, kwa sababu kila mteja alikuwa akija anaulizia Albastini. Kwa nikaona si vyema na mimi nianze kuifuatilia Albastini. Kwa hiyo wateja wengi walikuwa wanaulizia Albastini na wewe ukaona au inakushawishi kwa namna moja ama nyingine na wewe kuifuatilia. Okay, so far umefuatilia Albastini na umeitizama. Umeona ni series ya aina gani au umeona ni kazi ya aina gani mpaka ukaamua kuisupport kwa namna moja ama nyingine? Of course ni kazi nzuri. Ni kazi ambayo inaelimisha jamii, hasa kwa wale ambao utafutaji wa hela. Naweza nikasema kwa upande wako wewe, yaani ni mtu ambaye unaonekana ni mtu ambaye ni tajiri mwenye roho mbaya. Yaani ambaye una mali, yani sio unajua. Nikisema hivyo mwenyewe nadhani nimekuelewa. And speaking of Albastini,
Vipi kwa mfano inatokea wakati ambao Albastini inachelewa sana kutoka, huwa unapata usumbufu wa aina gani kutoka kwa wadau wako ama watu wako ambao unawasambazia kazi ya Albastini? Kwa Albastini sisi tulivyozoea kila movie wanatoka kwa wiki, kipande kinatoka kimoja, sio unaelewa? Lakini mtu anaweza akaja, maana kishatoka tu kimoja, mimi nikiingia tu YouTube, mimi kikitoka nikiingia YouTube kinakuja pale juu movie ambazo nafuatilia. Kwa kitendo cha kuona pale juu mimi na click, naibonyeza na download, namrushia mtu huo wakati. Kwa kama nimemrushia huo wakati, kesho tena atahitaji kuja. Sio umeelewa? Kwa akisha kuja kesho nikamwambia haipo, kidogo anakuwa anaona hapa ni changamoto. Kwa nini hawajaamua wanachelewesha movie hivi na hivi na hivi? Kwa kidogo kunakuwa kuna changamoto kama ya kuchelewesha. Bora kwa wiki wao wanaweka vipande viwili kwa wiki. Kwa wiki. Kwa sababu Albastini, ukizungumzia Albastini kwa wiki inatoka vipande viwili kwa sababu kila baada ya siku 3. Sasa ukisema kwa wiki at least vipande viwili, na maana unataka vitatu sasa, kwa sababu labda vizidi vitatu. Kwa sababu nakwambia hivyo kwa nini? Hapa tu nimeclick hapa tayari ishakuja tu. Niliona toka jana ila siku download. Ila baada ya kuingia tu nimeiona na nimedownload. Okay, nimekuelewa. Jambo lingine, umefuatilia Albastini mpaka sasa hivi kwa episode ngapi? Hii ya 58 sijaangalia, nimeangalia kidogo, ila 54 mimi nilishia kitu kama 54. Embo, kuna mtu anaumiza vichwa sana huko kwenye Albastini. Watu wengi sana wanatamani kumfahamu mtu anaitwa GV. Vipi kwa upande wako, unaweza ukabashiri GV ni nani? Kwa upande wangu siwezi nikabashiri GV ni nani. Kwa sababu kwa mfano naweza kusema labda unielekeze maana ya GV au maana ya hilo jina ni. Kwanza GV, naomba nikupe tu kitu ambacho sisi watu wengi hawakifahamu. GV ni kodi ambayo anaijua mwandishi peke yake. Sijui umeelewa? Kwa sababu tukisema watu wote tufahamu kuhusu maana ya GV, ina maana itapoteza uhalisia wa movie. Kwa hiyo mwandishi aliamua kuficha kodi yake muhimu ambayo ataitumia kama karata muhimu, kwamba GV ni mtu fulani, na GV akija kujulikana ina maana tayari movie inakuwa inaenda ukingoni, kwa sababu GV ni mtu mwenye ushahidi mkubwa sana ambaye unamhusu Kisai na timu yake. Umeelewa? Kwa hiyo mwandishi ambaye ni KP wa Aquino, nadhani ni karata yake nzuri ambaye ameicheza so far. Mpaka sasa hivi hakuna shabiki anayemfahamu GV kifupi, na hakuna mtu yeyote anayemfahamu GV labda yeye pekee ambaye ni mwandishi, kwa sababu nadhani kila mwandishi anakuwa ana kitu chake, ana siri yake moja ambaye anajua hii ni kodi ambaye nikitoa tu lazima watu watatikisika. By the way, GV nyinyi wenyewe mtakuja kusurprise siku mkimjua GV. Mimi nataka kujua kitu kimoja. Hapa nimeona kuna movie nyingi sana. Kuna movie za kibongo, alafu kuna movie za wenzetu kwa ambao mataifa ya walioendelea. Ni movie gani ambazo zinapendwa sana kuanzia kwa sasa hivi? Kibongo au za kibongo na za wenzetu. Katika movie ambazo zinapendwa hasa zinazofuatiliwa 10 bora. Naweza nikasema Albastini inaweza kuwa 10 bora, Albastini ikosi. Albastini ikosi. Guys, wanangu wa Albastini mmetisha sana, shout out sana. Muendelee kuifuatilia Albastini kwa sababu inatupa nguvu sana sisi wasanii kuendelea kufanya kazi nzuri. Kwa sababu unapoona mtu ametulia na ametuliza kichwa kuandika kitu ambacho wewe mwenyewe utakuwa interested kukifuatilia, guys, ni swala kubwa sana. Na sio kila mmoja anaweza, ni watu wachache sana ambao wamejaliwa hicho kipawa. Mimi nasemaga ni kipawa kwa sababu mimi sina, binafsi mimi siwezi kuandika story guys. Mimi nitapewa scene, nitaua, nitapania, nitaua. Lakini kuandika story ni kitu ambacho mpaka kesho kutwa kinanishinda. Sijui, labda uenda ukikaa na uwaridi utanukia, labda na mimi siku moja nitanukia kutokana niko na KP muda mwingi na mimi naweza nikajua kuandika story, lakini kifupi kuandika story ni kipaji kingine. Mimi nataka kumshauri kitu kimoja KP. Unamshauri nini KP kupitia hii Albastini tuliokuwa nayo? Cha kumshauri KP azidi kuongeza ujuzi, yani azidi kuongeza ukubwa wa kazi izidi kuwa nzuri, azidi kuongeza matukio ili watu waendelee kufuatilia Albastini. Kwa shauri langu mimi ni mfupi tu kwa namna hiyo. KP, kijana nakushauri uendelee kuongeza ujuzi na uendelee kuwafurahisha zaidi mashabiki zako. So mimi leo niko kitaa na sintoishia hapa. Nitaenda sehemu nyingine, nitachukua maoni, then nitakupostia YouTube, utayaona. Nadhani KP mwenyewe pia atafuatilia.
Niko nasoma comment hapa za wadau. Naomba simu yako mara moja. Niwekee sehemu ya comment zile za wadau ili tuweze kusoma comment kwa pamoja 2 3, alafu then tujadili na mwanangu hapa hivi. Leo nazungumzia Albastini. Next time nitakuja kuzungumzia series nyingine. Hawa ni wadau ambao wanajaribu kutufikishia kazi zetu kwa mashabiki na zinapokelewa kwa ukubwa sana. Nikaona si vibaya. Kwa nini tuwatenge na kati ni watu ambao wanatusupport kwa namna moja ama nyingine? Kwa hiyo nimekuja hapa najaribu kusoma comment. Kuna mwanangu hapa hivi. Kuna comment hapa hivi. Mimi kuna comment kadhaa zimenifurahisha. Kuna mwanangu ananiambia very nice Kisai. Sasa umeshindwa na urithi na bado unaendelea kuvuruga, very nice. Na maana mchizi anaamini kwamba bado mimi nitaendelea kuwavuruga watu vichwa. Sijajua ameangalia kwa lengo gani. Ila wewe una kipi cha kumshauri Kisai? Kwa the way character alopewa kwenye umoja. Endelea kupambana. Kwa sababu hakuna mtu anayekata tamaa, kila mtu anaamini anapoamini. Wewe unaamini Kisai atashinda? Maana vita ni nzito. Kuna binamu, kuna KP, kuna Nora. Alafu Kisai sasa hivi amebaki mwenyewe kwenye karata yake mpaka episode ya 58. Kwa ufupi ni amebaki mwenyewe. Hana lile jeshi lake alilokuwa analitegemea kwa sababu binamu alishamsaliti Kisai. Then Nora ana mapenzi na KP. Cobra tayari ashamsaliti Kisai tayari, na Cobra inasemekana alikuwa ni afisa mpelelezi wa siri, ameshaungana na KP. Na jambo lingine episode ya 58 kama umeshaitizama, Cobra ameshapigwa risasi na Kasongo. Je, unahisi Cobra atapona? Kwa hiyo kusema nahisi atapona, kwa hiyo siwezi. Ila kwa upande wako kusema kuwa nahisi utashinda, sijui utapambana, naweza nikasema uwezo unao, kwa sababu toka mwanzo kukata tamaa mpaka sasa hivi. Kuna mtu anaitwa Sophie Nangila kwenye episode ya 58 amecomment, Kisai jamani pole bro, anaonekana akimuonea huruma Kisai. Then kuna mtu anaitwa Lauren Kind, na wewe ni wazimu. Alafu kuna mtu anaitwa Subira Nguzo anasema it's over. Yaani yeye anamaanisha kwamba imeisha. Kwamba Albastini pale tulipokuepo kwa sasa hivi ni mwishoni. Kuna huyu hapa kacheka tu, kaeka vimoji vya kucheka kafurahishwa. Kuna mmoja anasema anaitwa Sam Sifuni anasema mbona unahepa kwenda jela, yani kwamba anamaanisha Kisai kuwa chizi pale ni ameamua kujifanya chizi, ameamua kupretend yeye ni chizi ili akimbie kwenda jela. Unaungana na huyu mdau? Kwa upande mmoja au mwingine naweza nikasema naungana nao, siungani naye. Hapo kuna mawili. Okay, kuna huyu anaitwa Joyux Vitals anasema kumekucha. Kuna huyu hapa anaitwa Kizito anasema koma wewe. Kuna huyu anasema anaitwa Caroline Yasinga anasema Kisai utaniua wewe. Haya, kuna huyu hapa anaitwa Jua Lako anasema mwisho wa ubaya ni aibu, nilijua tu ila sikutaka kuambia. Kwa hiyo anasema alifahamu toka mwanzo kwamba mwisho wa siku Kisai ataangukia kwenye aibu ila hakutaka kuambia. Unaungana naye? Kila mtu na comment yake ndugu yangu. Comment itakayotoa mimi ni tofauti na itakayotoa huyu. Okay sawa. Kuna huyu anaitwa Vera TZ. Anasema huyu atakuwa anazuga tu. Hauna uchizi wowote ule. Anaamini kwamba Kisai anaigiza tu. Huyo kama yuko sawa hivi. Yuko sawa? Huyu anasema wewe ni chizi ama unajifanyisha tu. Anaitwa Ramsey. Huyu anaitwa Recho Kioko anasema yamekuwa hayo jamani, akacheka. Huyu anasema huyu sijamuelewa, anaitwa Trace Mary anasema siafe tu chizi wewe. Nahisi amesema siafe tu chizi wewe. Okay. Kweli nimekuwa chizi ama anaitwa Nifa Nifsi. Huyu anasema anaitwa Niki Nyazi anasema ubaya ubwera. Guys, hao ni baadhi ya maoni ambayo niliwaahidi nitayasoma kutoka kwa wadau mbalimbali. So niko hapa na mwanangu Tidi. Tidi ameniambia yeye bwana ana kipaji cha kuimba. Sasa nataka jamani tujaribu kumsikiliza kama kuna freestyle ama kuna nyimbo alishawahi kuiandika akairekodi, nataka atupigie hapa freestyle, then wadau utatoa comment ili mwisho wa siku kama kutakuwa kuna mdau yeyote atakayehitaji kusupport hichi kipaji ili kiweze kufika kwenye nchi ya ahadi, unakaribishwa. Namba iko kwenye bio yangu, ukinitafuta mimi nitakuja kwa Tidi, nitamuelekeza bana kuna mtu kanitafuta, kuna 1 2 3 anahitaji kusupport. So Tidi, hizi hicho kitu ambacho umeniambia unacho. Kwanza unaimba, una rap? Mimi si rap kaka. Unaimba? Naimba tu Mungu. Muonekano wenyewe unaonekana kuimba. Wewe huwezi kurap bwana. Kurap ni watu kama sisi. Hem tupe vitu bwana.
eti navuta feki kutuliza rosto, la bado nakula wewe, sitajiachi kwenye kulipuza joto, unipulize wewe, penzi lako mama limeshinda ndoto, kipinta kensipewe, mpega malaidi akicheza kangamuko, dogo nigeuke wewe, nimelamba asari tamu hatari kama penzi la bahari, yeye ndo daktari bwana. Bwana noma sana guys, nadhani nimemsikia kijana. Mimi kwa upande wangu ningekuwa judge, ningemwambia una kitu sema, unahitaji kuendelea kupambana sana, kwa sababu kwenye tasnia sasa hivi kuna watu wamesimama, alafu kuna upcoming wanakuja wanasumbua sana. Mimi ni mdau ambaye napenda kusikiliza sana upcoming. Sawa, mimi sipendi kusikiliza A-list kwa wingi, napenda kusikiliza upcoming kwa sababu wanakuja na mawazo mapya. So ili uweze kufanikiwa kwenye hili game, hata wasanii ambao wameshafanikiwa tayari wanasema jamani, tunahitaji kupambana sana guys. Pambaneni ili tuweze kufikia malengo. Guys, kufikia hapo mimi nakuwa sina la ziada na mwanangu Tidi. Tukutane tena wakati mwingine, and usisahau kusubscribe my YouTube channel ili kuendelea kupata vipindi vingine bora zaidi. So tukutane wakati mwingine na tukutane sehemu nyingine, kwa sababu ninapotoka hapa naenda kufanya interview sehemu nyingine. Shout out.